Mmoja alileta ugomvi mkubwa sana duniani, anaitwa Leo Tolstoy. Aliandika kitabu chake kinaitwa The Cruiser Sonata. Humo yeye anasema watu wengi wanafikiri wanaume wanachagua wanawake, wakati si kweli. Wanawake ndio wanachagua wanaume, isipokuwa wao wenyewe wanafikiri wamechagua, lakini kumbe wamefanywa kwamba wachague. Sasa nilitoa zogo sana katika dunia na hivi na hivi, lakini mimi ninavyojua mimi nilichagua mwenyewe. Sasa sije kama sasa nataka niseme point moja muhimu sana. Umuhimu wa darasa hizi, ni kwamba Kitota ametumia utaalamu na elimu ya sayansi kukuonyesha wewe maamuzi ya binadamu yanavyo, kama alivyoeleza ile mitambo ilipotestiwa mara ya mwanzo. Neno hili wameshalisema watu wengi huko nyuma, lakini yanaeleza namna gani kisayansi inavyotokezea, kwamba ukiona jambo ukafanya hivi kawa hivi inakujaje mpaka wewe ukawa Sasa dunia sasa hivi inatawaliwa kwa upuuzi, namna nyepesi ya kutawala watu, kwamba mtu yeye mwenyewe anafikiri wengi wamezungumza hapa juu ya kupoteza muda, msipoteze muda. Lakini kuna wataalamu wanajua namna ya kuhakikisha kwamba watu wanapoteza muda kwa hiari zao, bila mtu kushtumiwa na mtu yoyote, bila kulazimishwa na mtu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu wanacheza na akili ya binadamu na umbile la binadamu lilivyo, kwamba ikifika kwenye mazungumzo ya baraza ya kahawa, wewe ukawa unaleta hoja kubwa za kutaka watu kufikiri, baraza linavunjika. Ukileta mambo kipuuzi pale linastawi. Kusoma kwa mujibu wa data zilizopo sasa hivi hata kwenye website, kusoma websites ambazo zinazungumza mambo mazito yanataka kufikiri, watu wanatumia dakika 1.5. Website za kipuuzi anaweza kutumia saa 4, 5, 6 bila yeye mwenyewe hata kujua. Tunambadilishia, tunamwekea sasa choice, chakula au kubonyeza hapo. Panya wote akaendelea kubonyeza tu pale, achana na chakula huko. Bonyeza ile, asikia raha sana. Wakasema hii ina maana kwamba binadamu anaweza kweli akahangaika. Tukifanya utaratibu huu wa kutumia hizi, watu watakuwa wanahangaika na hili mpaka chakula watasahau. Ndio niliposema kwenye kikao kile cha mara ya mwisho pale, mtu wa mwanzo wa namna hii kufa alikuwa mwaka 2005 Korea Kusini. Amekwenda kwenye video games kwa masaa 50 non-stop mpaka akakolapse akafa. Lakini huyo alikuwa mwanzo tu, lakini wengine wengi wamekuja kutokea kufa baadaye, mpaka imetokezea hiyo kwamba kuna hiyo kitu wanakiita syndrome ambazo zinatokea watu kufa, na baba na mama wamemwacha mtoto, wamekwenda kwenye kuraise nani mtoto ku virtual child kwenye wamemwacha kule mtoto yule wa miezi 3 mpaka amekufa, wanarudi amekufa, lakini wao walikuwa wanahangaika huku. Kwa hiyo ina addiction, ili nini? Waweze kupata furaha. Kwa hiyo matokeo yake sasa hivi inatumika zile dawa zile za vichaa na nini, zinatumika sasa hivi na watu ambao sio vichaa, wapate hii aina ya utulivu fulani. Wanafunzi sasa hivi, kwa ripoti ya kitabu hicho, nazungumza kitabu hicho na nukuu data za kwenye kitabu hicho cha The History of the Future, kwamba wako Marekani peke yake 3.4 wanatumia hizo dawa za kutaka tu angalau wawe na utulivu tu wa kuweza kuwa na attention pamoja na wanafunzi. Lakini wanatafuta huo utulivu katika namna ambayo haiwezi kuwafikisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu sisi ametuelekeza, na ndio hoja anayekuja naye, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Kwa hiyo kaka support anaeleza ile lakini na ufumbuzi wake anauleta huku kwa mujibu wa Qur'an, ambao sasa nyinyi ambao mmesikiliza hizi darasa, mwisho mimi ninachokuomba kikubwa sana, kama alivyosema mlezi na walivyosema wenzangu wengine,
muhimu sana sasa kutekeleza hiyo, kwa sababu wewe unapotaka kuanza kuingia kwenye nani, unaweza kuwa nia yako wewe kwenda kwenye jambo la maana, lakini wanakuletea pop-ups ambazo wewe kuziita. Sasa kwa sababu ya sensitivity tu ya sense za binadamu na hivi, unajikuta unaingia kwenye tatizo kama hili. Ndio maana Imam Ghazali, kauli ambayo vile vile amesema vile Confucius, hadhari sana na fikra zako, kwa sababu hizo fikra zitakuelekea kwenye kauli yako, na hadhari juu ya kauli yako, kwa sababu kauli itakuletea kwenye vitendo vyako. Hadhari vitendo vyako, kwa sababu vitendo vyako vitakuletea kwenye tabia yako, na hadhari juu ya tabia yako, kwa sababu hiyo tabia yako itakuletea kwenye hulka, na hadhari juu ya hulka hiyo itakupeleka ama peponi au motoni, kwa sababu inakuwa imejiimarisha kwa sababu ya rudiwa. Kwa hiyo kama alivyosema yule kwenye the productive Muslim, Bwana Salim, yule Muhammad Salim, kwamba jipe a 1 month challenge, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa kwenye mwezi wa Ramadhani, kwamba kuna jambo ambalo unataka kulifanya, ukiweza kulifanya kwa siku 30 unakuwa umefika kwenye point of no return. Hiyo tabia inaondoka. Na ndio maana siku hizi 30 imepewa mtu, kama akifanya jambo akalingangania, unaweza. Kama kuna jambo ulikuwa ulifanya ukaanza kulifanya kwa muda wa siku 30 mfululizo,